hapo zamani nchi ya Israel haikuwa na uongozi wowote ule zaidi ya manabii na waamuzi mbalimbali walioteuliwa na Mungu kuwa kama sehemu ya uongozi. Na kipindi hicho nchi hiyo ilikuwa na amani isiyo na kifani, lakini ilifika kipindi ambacho taifa hilo lilishindwa kuridhika kuwa na waamuzi, bali lilihitaji kuongozwa na wafalme kama mataifa mengine yalivyokuwa. Basi ndipo tunaona mfalme wa kwanza wa Israel akawa Sauli, baada yake akaja Daudi, na baada ya utawala wa Daudi ambaye aliufanya Yerusalemu kuwa mji mkuu wa taifa, ulifuata utawala wa mwanaye Suleiman ambaye alimjengea Mungu hekalu takatifu katika mji mkuu Yerusalemu. Na baada ya Suleiman kufa, basi mgawanyiko mkubwa sana wa nchi ulitokea. Ndipo wafalme mbalimbali waliendelea kuitawala nchi hiyo. Sasa hebu tuachane na hiyo Israel, tuendelee na nchi ya Yuda iliyokuwa kusini. Hatimaye wakati wa utawala wa Jehu Ahazi katika nchi ya Yuda, mfalme wa Babeli Nebukadreza wa pili alifanikiwa kuuteka mji wa Yuda, na hiki ndicho kipindi ambacho taifa la Yuda lilianza kwenda utumwani. Ni kipindi ambacho mfalme wa Babeli alimweka Jehoyakimu kuwa mtawala. Kipindi hicho kilikuwa ni mwaka 606 KK, mwaka ambao vijana wenye hekima wa nchi ya Yuda walichukuliwa kwenda utumwani Babeli. Kisha watu wengine walichukuliwa katika utawala wa mfalme Jehoyakin. Na kilipofika kipindi cha utawala wa mfalme Zedekia nchini Yuda, mfalme wa Babeli alikasirika sana baada ya kusikia mfalme aliyemweka madarakani ameasi nchi yake. Ndipo alipoamrisha jeshi lake kwenda kuvamia Yuda. Na hiki ndicho kipindi ambacho kwa mara ya kwanza hekalu la Suleimani lilibomolewa na kuta za mji huo ziliharibiwa vibaya sana. Na kuanzia hapo nchi hiyo haikuongozwa na mfalme, bali ilichukuliwa kama koloni likiongozwa na viongozi mbalimbali walioteuliwa na koloni husika kwa nafasi yao. Okay, tuachie hapo kwa muda, kisha tuje upande wa pili utumwani katika nchi ya Babeli. Mambo yalikuwa hivi. Tunajua moja ya watu walichukuliwa kwenda utumwani alikuwa ni nabii Daniel, na nabii huyu alisimama na Mungu katikati ya utumwa. Ndipo siku moja alipokuwa anasoma vitabu vya nabii Yeremia, ghafla alifikia moja ya maandiko yaliyomshtua sana kutoka katika moja ya kurasa za vitabu hivyo. Aligundua siri kuu inayohusu ukombozi wao kutoka utumwani Babeli. Kumbe tunapaswa kuishi utumwani Babeli kwa miaka 70 tu kabla ya kutolewa. Ndipo alipowazia, ngoja, nakumbuka tulianza kuja utumwani huku mwaka 606 mwaka 606. Ina maana imebaki miaka miwili tu. Yes, lakini ni sawa, utumwa wetu unaelekea mwishoni. Je, baada ya kumaliza miaka hii miwili tutaondokaje sasa? Maana kipindi cha Farao aliwatoa ni Musa. Sisi nakuaje? Hayo yalikuwa ni mawazo yake. Ndipo sasa rasmi alimwelekezea Bwana uso wake. Alifunga na kuomba sana kwa muda wa wiki 3 pasipokula wala kunywa. Muda huu alimwomba Mungu msamaha kwa makosa waliyofanya na kusababisha wao kuja utumwani. Ila lengo lake kuu lilikuwa ni kumuuliza Mungu kutaka kujua jinsi watakavyotoka baada ya miaka 70 kuisha. Baada ya maombi ya siku 20, hatimaye siku ya 21 malaika Gabriel alimjia na kumwambia, sikiliza Danieli, ulipokuwa tu unaomba, niliagizwa na Mungu kuja kukupa akili upate kufahamu. Awali ya yote, wewe unapendwa sana na Mungu, kwa sababu jambo nililoagizwa nikwambie leo ni zaidi sana uliloliomba. Wewe si umeomba kujua mtotokaje hapa?
Sasa leo utaijua ratiba kuu ya Mungu ya ukombozi kwa watu wake wote mpaka kufikia ule mwisho wa dunia hii. Unawazia kuhusu muda? Ni majuma 70, na majuma haya yataanza kufanya kazi rasmi tarehe, mwezi na mwaka utakaposikia tangazo la kuanza kujenga upya mji wa Yerusalemu. Hapo ndipo ratiba hii itakapoanza kufanya kazi. Malaika Gabrieli akamwambia, kwa hivyo ratiba hii itadumu kwa muda wa majuma 70 tu, yaani wiki 70. Na zingatia hili Danieli, ratiba hii ni kwa ajili ya watu wako na mji wako mtakatifu Yerusalemu tu, na si vinginevyo. Okay? Kabla sijakwambia sasa ratiba hiyo, naomba kwanza uyajue matukio makuu 6 yatakayotokea ndani ya kipindi hicho cha majuma 70. Kwanza, makosa yatakomeshwa. Pili, dhambi itaishirizwa. 3, upatanisho kwa ajili ya uovu utafanyika. 4, haki ya milele italetwa. 5, maono na unabii vitatiwa muhuri. Na 6, aliye mtakatifu atatiwa mafuta. Kisha baada ya hapo mwisho wa ulimwengu utafika. Ratiba yenyewe iko hivi Daniel. Baada ya kutolewa amri ya kutengeneza na kujenga upya mji wa Yerusalemu mpaka zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7 na majuma 62. Utajengwa tena pamoja na njia zake kuu na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Basi baada ya yale majuma 62, Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja wataangamiza mji na patakatifu, na hata mwisho ule vita vitakuwapo, ukiwa umekwisha kukusudiwa. Kipindi hicho cha Masihi atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa itakapomwagwa juu yake mwenye kuharibu. Okay Danieli, acha mimi niende. Hiyo ndio ratiba. Basi baada ya kumsikiliza malaika Gabriel, ni dhahiri kuwa inachanganya, lakini usijali, kwani muda si mrefu itakuwa wazi kwetu sote, tutajua maana yake. Je, mpaka hii leo imefikia wapi na ni nini hasa kimesalia? Hivi majuma 70 ni nini hasa? Kama alipaswa kuwa 70 tu, mbona mamia ya miaka imepita toka ratiba hiyo itolewe? Gabrieli aliondoka na Yesu Kristo alikuja akaondoka, lakini mbona dunia bado ingalipo? Okay, mpenzi mtazamaji, ukinielewa hapa, basi majuma 70 utayaelewa vizuri sana. Kuna aina 3 kuu za kalenda. Ipo kalenda ya Kirumi ambayo kwa mwaka ina siku 365, mara nyingine ina siku 366 kutokana na mabadiliko ya siku katika mwezi. Kuna kalenda ya Julie. Hii ni kalenda yenye siku 365 na robo. Na ukiachana na hiyo ya mwisho ni kalenda ya Kibiblia, na hii ina siku 360 katika mwaka. Na hii ndiyo kalenda ya kinabii. Na jambo la pili, iko wazi kuwa wiki au juma moja lina jumla siku 7, ila Kibiblia juma moja badala ya siku 7 ni miaka 7. Kwa hiyo nikisema majuma 70 ni miaka 490 nitakuwa sahihi sana. Labda baada ya kunielewa hapo sasa, hebu tuendelee na simulizi yetu.
Galidio Stories. Baada ya utawala wa Babeli kuwa chini ya mfalme Cyrus the Great wa Persia, ilipofika tarehe 14 Machi mwaka 445 KK, alitangaza rasmi na kuwaruhusu Wayahudi kurudi kujenga upya mji wao na hekalu takatifu. Baada ya tangazo lile, ujenzi ule uliendelea mpaka kipindi cha Nabii Ezra na Nehemia huko. Basi utawala wa kigeni Yuda uliendelea mpaka ulipofika utawala wa sasa. Kuanzia siku ile tangazo la kujengwa upya kwa mji wa Yerusalemu limetoka mpaka kipindi ambacho Yesu Kristo anaenda Yerusalemu, na kinabii waliita zamani za Masihi kama malaika Gabrieli alivyomwambia Danieli, na ni kwa sababu ndio kwanza alikuwa amebatizwa na tayari kuanza kazi ya kimasihi. Sasa basi, kuanzia hapa mpaka hapa inakamilisha majuma 69 ambayo ni sawasawa na miaka 483. Inakuwaje sasa tunapata miaka 475? Usijali, shida iko hapa. Kumbuka kipindi hicho kalenda iliyokuwa inatumika ilikuwa ni kalenda ya Julie yenye jumla ya siku 365 na robo. Ndio maana miaka inapungua. Lakini tuibadilishe sasa hesabu hiyo kwa kutumia kalenda ya kinabii yenye siku 360. Hapo sasa exactly tunapata miaka 483 sawa sawa na majuma 69. Na kwa sababu hayo yote yamekwisha kupita, kwenye ratiba yetu sasa tunakuwa tumebakiza juma moja tu ili yakamilike majuma 70. Na kumbuka juma moja ni miaka 7. Nikisema tumebakiza miaka 7, tunaongea lugha moja. Tukumbuke sasa malaika Gabrieli alimwambia nini baada ya hapo? Wakati imebaki miaka 7, yaani juma moja kukamilisha majuma 70 ili mwisho wa dunia ufike, Mungu mkuu mwenye rehema alisimama na akawazia, hii miaka 7 iliyosalia itabidi mimi mwenyewe nishuke niishi duniani ili nitimize unabii ule niliomwambia Daniel. Lakini nikikomesha dhambi na makosa, bado nje ya taifa la Israeli kuna wanadamu nilioumba na mpaka sasa hawanijui. Wengi wao wanaiabudu mizimu na miungu mingine. I will turn around for them. Okay, sasa nitafanya hivi. Kisha aliweka nyakati 7 za kanisa na kutuma roho yake kwa wajumbe 7 wa yale makanisa 7, ambapo wakati wa kwanza aliona uanze na kanisa la Efeso na uwe kati ya mwaka 53 mpaka 170 BK, na mjumbe wake akamweka Paulo kwa ajili ya msingi. Kisha wakati wa pili akaona uwe wa kanisa la Smyrna na uanze mwaka 170 na kuisha mwaka 312 BK, na kipindi hicho akaita watoto wake kupitia mjumbe Ireneo. Na wakati wa tatu aliweka uwe ni wa kanisa la Pergamo ulioanza mwaka 312 na kufika mwaka 606 BK, na hapo alimweka Saint Martin kuwa mjumbe wa kipindi hicho. Kisha wakati wa 4 wa mwaka 606 mpaka mwaka 1520 BK aliweka uwe wa kanisa la Thyatira, na katika kipindi hicho alimweka Kolumba awe mjumbe wa kanisa hilo. Na baada ya huyo mwaka 1520 hadi mwaka 1750 BK ulikuwa ni wakati wa kanisa la Sardi chini ya mjumbe Martin Luther, kipindi cha kuhesabiwa haki. Na katika kipindi cha utakaso, baada ya kumweka John Wesley katika kanisa la Philadelphia mwaka 1750 hadi mwaka 1906 BK, wakati wa 7 na wa mwisho ulikuwa ni kwa kanisa la Laodikia, ambapo aliamua kushuka mwenyewe kupitia nabii William Branham. Yeye ni Alfa na Omega. Kisha
kupitia ujumbe wa mjumbe huyo wa mwisho baada ya kumkamilisha na kumnyakua bibi harusi wake wa mataifa. Ataufunga mlango wa neema na wokovu kwa mataifa, kisha atafungua mlango Israel ili kumalizia nusu juma, miaka 3.5 iliyobaki. Na kama Biblia isemavyo kwamba mwishoni kutakuwa na wale mizeituni wawili, nikimaanisha roho ya Musa na Eliya, watakaposhuka Israel kwa ajili ya kuwaokoa Wayahudi 144,000. Hao mizeituni wawili watahudumu kwa miaka 3.5 tu, na kwa miaka hiyo 3.5 dhiki kuu itaendelea mataifa, na miaka hiyo 3.5 bibi harusi na bwana harusi watakuwa utukufuni wa kila karamu. Na baada ya miaka 3.5 kufika mwisho, basi vita ile ya Armageddon itafunga kurasa za ulimwengu. Basi hiyo ndio siri ya majuma 70 ya Daniel, na kwa hakika naweza sema umebarikiwa sana wale wote wanaoamini ujumbe wa Malaki 4:5. Mungu akupe nini? Make sure you are born again. Bwana Yesu Kristo akubariki sana. Alipiga picha katika ulimwengu wa kisayansi kama inavyoonyeshwa hapa. Labda mnaifahamu picha hii. Ilithibitishwa na sayansi ya kwamba kilikuwa ndicho kiumbe cha kipekee cha kimbinguni. Waaminio Stories.